jambo la ajabu ambalo twalisoma kila siku, lakini mwataka mujiulize suala la kimsingi, na sijui kama baadhi yenu wamewahi kupitiwa na fikra hii. Wajua, unapomfanyia mtu kazi kubwa sana, mfano umemtukua mtoto, hata si wako, hata hukumzaa, umempata mtoto atoka kwenye familia ya maskini, pengine yatima, wazazi wake wameondoka duniani, ukaamua kumhudumia zaidi ya mtoto wako, ukampatia kila anachokihitaji katika maisha yake: chakula, mavazi, matibabu, elimu, ukamfikisha katika kilele cha ubinadamu mpaka akafika wakati amekuwa ni mwanadamu, ana kazi zake, ana pesa zake, anajitegemea, ametengeneza familia, ana elimu. Tasawara la hii fikra ilete katika nini yako. Siku hiyo wewe umekaa, ushafanya kazi yako miaka 20-30 iliyopita, mtoto yule aje mbele yako kukushukuru, akwambie nimekuja kukupa shukrani ulivyonifanya, na haya ni matunda, nitizame mimi leo ni binadamu, natambulika katika jamii, unataka nikulipe nini? Jiweke wewe hapo. Taswira hii ndiyo aya inavyotwambia na riwaya kwamba ashabi baada ya kutolewa katika jahilia wakapewa nini? Uislamu. Wakatolewa katika unyama wakapewa nini? Ubinadamu. Wakawa ni watu wanajitambua, wanajitegemea, wana mwongozo, wameelimishwa, wamelelewa. Walikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakamuuliza, ya Rasulullah, kazi hii uliotufanyia ya kutuletea hidayah, tukulipe nini sisi? Jawabu ikajibiwa na Mungu, si yeye mtu. Akaambiwa, qul, waambie hao, la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Aomba mapenzi. Kabla ya kuingia wenye kupendwa ni nani, alichokiomba ameomba nini? Mapenzi. Hii inamaanisha mapenzi ni nguzo muhimu katika maisha yetu. Kama kungekuwa na kitu muhimu zaidi kuliko mapenzi, angekiomba.